Nida People tena anaye unguruma kwenye maikrofoni. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Hili ni Agano la 3 sehemu ya 10. Naam, katika sehemu ya 9 tuliishia pale ambapo Ziudraga akiwa haoni alipotolewa kwenye chumba cha mtihani na kupelekwa bwenini. Huko bwenini alifanywa maombi pamoja na dua. Walimu pamoja na wasimamizi hawakuweza kumpigia simu mama yake. Ilionesha ni dhahiri shahili mtoto kachezewa. Ili mambo yasifike pabaya, ilibidi mama yake afichwe. Maana angepewa taarifa mapema ingeleta taharuki, ingeleta shida kweli. Unapoitazama dunia na kusoma kitabu cha ulimwengu, utaiona miti na matumizi yake. Wapo watu wanaitumia miti kwa kutibu na wapo watu wanaitumia miti kwa kuua. Imeandikwa unaostahili kuwa na nguvu ni wale wanaohatarisha maisha au waliohatarishiwa maisha yao. Kwenye utafutaji, wanaokusifia ukaza mwendo ndio hao mbele wamekutegea miba. Uzoefu wa maisha unaweza kukupa hekima ya kuchagua marafiki kama unachagua mchumba. Hapo ni umakini, busara, akili mlamba na kuchuja. Ili marafiki zako waje kufurahia huduma yako, wakati wewe unateketea, inabidi uwe na jicho la 3. Unapokuwa na mashaka ndivyo unavyozidi kufumbua fumbo taratibu. Wazee wa zamani waliwahi kunena, kasuku mzee hakamatwi kwa makapi. Sehemu unayoitumia kutoa maarifa na taarifa ndiyo sehemu unayopoteza muda. Tengeneza matokeo ambayo watu watayakumbuka, sio mazingira ambayo watu watayajadili. Unaweza kufikiri lengo pekee lililopo hapa duniani ni kumiliki ardhi, mali, umaarufu pamoja na mamlaka. Kumbe si hayo tu. Huo ni upofu. Upofu wa kumiliki unaweza kumfanya mtu ateseke. Unapomiliki utateswa na hofu ya kupoteza. Ukipoteza utataabishwa na hofu ya kupoteza pia. Unapopigwa na upofu wa tamaa za dunia, lazima utahisi maumivu, dhiki pamoja na uchungu. Tamaa za mwanadamu hazina mwisho, ila uwezo wake wa kudhirizisha una ukomo. Furaha haipatikani kwa kupokea, bali kwa kutoa. Hukumu kila tendo lako kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Matendo yote yamefungwa kwa maelekezo kamili. Usije ukaugua sababu ya huzuni yako. Kila taaluma ina mjuzi wake. Usiwe na mtanziko wa kutatua kila jambo peke yako. Ongea na wakubwa. Upande mmoja ni mtego na upande mwingine ni fumbo la imani. Huwezi kupata furaha kwa kuyakwepa matatizo. Nyakati za furaha zinakungoja kama utahimili kila jaribu. Kama hakuna anayekujua, kwa nini ushuku uvaaji wako au utendaji wako? Watu wasiojua malengo yao ndio watu wanaogopa fikra za mtu. Ndio wanaopiga nyundo maono ya wengine hata kama yatawajenga wao. Kuna wakati kunakuwa hakuna hatari yoyote, lakini unakuwa hauna furaha sababu ya kukosa amani ya maisha. Baridi, masika, ufukwe havifanani, lakini vinasimama sawa katika kubadili hali ya hewa. Saidia watu bila dola, maana tamaa kamwe haikomi. Majonzi tunaopitia ni madogo kuliko ukuu wa Mungu. Tunaumia leo tukipata hiki na kukosa kile, ila ndio mfumo wa riziki. Ukifurahi kwa ulichonacho, hakuna taswira nzuri utakayoipata zaidi ya furaha. Huwezi kukwepa kuishi na wanadamu mpaka uwe kwenye mwenandani. Wanaweza kukushambulia kwa lengo la kukupoteza, kukuharibu au kukurudisha nyuma, lakini simba atabaki kuwa simba hata akiwa mzee. Hawezi kula wadudu.
ilibidi wasimamizi wa mtihani watoe taarifa wizarani kwamba kuna mtahiniwa mmoja amepatwa na matatizo, hivyo ilibidi asubiriwe hali yake ikae vizuri ndipo apewe karatasi za mtihani kwa siku inayofuata. Je, nini kitaendelea katika safari ya masomo ya Zeudraga? Usikose kufuatilia simulizi nzuri, simulizi yenye maneno ya busara, hekima pamoja na kujenga, semi na tafakuri za watu waliopata kuishi. Ndimi mchambuzi wako Da People TZ. Napatikana kwa 0789 400 0613 000 700. Kama una dokumentari, makala, hadithi au simulizi, karibu tufanye kazi.